Hello guys, jamani, hiyo ni siku ambayo bosi wangu wa LML Beauty Salon alikuja kumuona mtoto wangu. Alikuja na ndugu zake, walikuja mapema sana kama mida saa 7 hivyo. Akanikuta nimechoka, nimelala, nina majukumu kibao. Hata mtoto nilikuwa sijamuogesha kwa sababu ilikuwa siku ya mvua, nikaona baridi, nimechoka. Basi nikamuogesha mwanangu haraka haraka. Wao wakanisaidia kupika, wakasema leo wageni tunaingia jikoni, pumzika Mafiona. Nikapumzika. Kama mnavyoona anachakalika, hawana baya jamani. So amazing upate wageni ambao wanakusaidia kupika. Wageni wengi wanakuwa tu wamekaa wana relax wanangoja chakula chako, lakini hao hawana hiana. Jamani, kama mnavyoona tajiri wangu wa LML Beauty Salon ameingia ndani. Walikuja na hawa wasanii wenzangu, walikuja kama surprise kimya kimya. Mimi nilikuwa najua tu anakuja mwenyewe tu, bosi wangu anaitwa Eliet jamani, tajiri ana baya. Lakini akaja nato kama hao mnavyowaona, wakaleta zawadi kibao. Jamani, mkasuke kwa bosi wangu. Salon ipo Mwananyamala Ujiji. Ukiandika pale Bolt to LML Beauty Salon unafika mpaka saloni. Huduma zao ni nzuri sana. Mimi mara nyingi huwa napendeza kwao. Hawana shida jamani. Kama mnavyoona hapo ndo alikuwa amekaa ametulia. Mimi nikamwambia pumzika, lakini sikupumzika, nikasema acha niwachukue video nipate kuposti. Kama mnavyoona hapo nachukua hapo ameenda kununua. Akasema unataka jamani Fiona nimnunulie Pampers. Nikasema sawa mnunulie, kwa sababu bosi wangu ana mtoto wa kiume, kwa hiyo huwa anamtaka Fiona aolewe na mwanae. Ananinyenga, kwa hiyo hapo akanichukulia iko Pampers iko kidogo, akasema hichi nataka nimle mkwe wangu leo avae. Nikasema sawa hamna shida. Tajiri yangu naye anakaa na rekodi ya post status. Kama mnavyoona jamani, walikuwa wanajua kupika. Ni kama walipitia hotel management. Matajiri hao wako kama wakwe. Nilichelewa jamani kuposti vlog kwa sababu tu na changamoto zangu za ulezi. But sorry, zinakuja vlog nyingi nzuri jamani. Kaeni makini, kaeni tayari, usisahau kusubscribe. Vinakuja vitu vingi vizuri. Hapo ndo alikuwa anajiandaa kupika. Nimechoka. Yaani mimi huwa mara nyingi huwa nimechoka, sijui kwa nini. Yaani ni mvivu huo, mwili wangu umelegea. Wakawa wanapika hapo. Hao wasanii wenzangu wanashangaa. Wanasema jamani, wanasema haya, wanawasema nini masista du, mbandika kucha mmekuja kumuona mtoto. Mnajifanya masista du, mmependeza. Sisi ndio tumevaa vitenge hapa watu wazima. Wakawa na chamba bali kimasihara. Basi nikafurahi, nikaenjoy. Basi hapo wakawa wanaondoka. Kama mnavyoona alikuja na gari yao hiyo. Wakasema ngoja sisi tuondoke. Bosi wangu kama mnavyomuona pale, mdogo kama mimi, lakini rich. Yani ni tajiri sana. Tajiri ana baya, lazima nimpaishe kama mnavyomuona hapo. Nikasema kweli mwanangu anapata mchumba kwenye familia ya kitajiri. Tukawa tunapiga story hapo. Wakawa wanataka kuondoka. Nikamshika mwanangu, akawa anawaaga, wakampatia zawadi nyingi sana jamani. Basi hiyo ni siku nyingine. Tajiri yangu mwingine Gabi Store akaniagizia begi. Huyo rafiki yangu anauza mabegi. Duka lake lipo Mlimani City, mtaa Survey. Ukibolt tu Gabi Store TZ unafika hadi pale. Unapata mabegi imara, begi la silicone kama hilo na begi la plastiki kwa bei rahisi. Begi kama hilo utajipatia kwa 50,000. Delivery pia ipo. Ukitaka delivery ya kuwekea kwenye gari, akutumie kwa bodaboda, akutumie kwa bajaji, whatever you are. Yaani mabegi yake ni mazuri sana. Akaniambia nakupa hilo begi siku ukija kufanya tangazo dukani, maana mara nyingi huwa nafanya tangazo. Huyo pia ni tajiri yangu mwingine. Ukija tutafanya mengi, Fiona ataenjoy sana. Nikamwambia sawa, as soon as possible, soon nitakuja hapo kufanya hilo tangazo. Basi kama mnavyoniona hapo, nikawa nalifungua begi nione ndani kuna nini. Nikasema usikute kuna chochote kitu. Nikaangalia hapo tena. Nimetoka nje, nimetoka kuoga. Kidi changu cha kuoga iko sijakitoa kichwani jamani. Begi la mwanangu ni zuri, pinki. Begi langu lingine, begi langu mimi nadhani mnalijua. Yaani huyo ni tajiri yangu anatupaga mabegi. Akaniambia hiyo 5,000, akaniambia hiyo utakunywa soda. Basi nikaa nimefurahi kuliona. Kama mnavyoona hapa nimekuwa na furaha. Nasema atukie mtu mwingine aagizie zawadi. Mara nyingi watu huwa wanaagiza zawadi, wanatuma Bolt anaambia zawadi ya mtu fulani, zawadi ya Fiona hiyo chukua, pokea. Jamani, nawapenda sana na nimefurahi.
nilibana tu na kazi zangu za uzazi. Kama mnavyoelewa, mtoto huwa anasumbua. Anawapenda sana Fiona na asalimia. Soon nitaposti kazi nyingine. Muwe wavumilivu, nawapenda sana, na kuanzia sasa hivi yani kila nitapotembea nitakuwa na rekodi vlog. Bye, nawapenda mno. Hello guys, another day. Na hapo nilikuwa nimerudi nyumbani kwetu. Nimempeleka Fiona kwa bibi yake akamsalimia, maana ni muda mrefu sana kurudi nyumbani. Basi kama mnavyoona hapo, nilikuwa nataka nitoke, ilikuwa ni asubuhi, mvua ilikuwa inanyesha sana. Nikasema ngoja nisubiri mvua ishe nianze safari. Lakini kila ninavyosubiri nazidi kuchelewa, kwa sababu kuna mtu nilikuwa na miadi naye ya kazi. Ilibidi tukutane tukafanye kazi sehemu. Basi mvua ikaisha, nikaenda kama mnavyoona. Nikawa nimetoka nikasahau kurekodi, sorry. Hapo ndo kama mnapomuona huyo kameramani, tulikuwa tunafanya tangazo la viwanja. Nilikuwa namfanyia bosi wangu mmoja anaitwa D Agent, anapatikana Kigamboni Kisiwani. Ni muuzaji wa viwanja vizuri, bora tena kwa uaminifu. Yaani hana shida. Au yani uwezi ukaenda kununua kwa D Agent kiwanja ukakuta sijui mita ni ndogo, sijui amekwambia sijui sentimita ngapi urefu, upana ukakuta ni tofauti. Hana shida, ni mwaminifu kiasi cha juu. Viwanja vyake ukuti sijui kuna mabonde, sijui maji yanajaa, yani ni vizuri. Yuko perfect kabisa. Inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia pesa nyingi, nitaenda kununua kiwanja kwa D Agent. Na kwenye mitandao yake ya kijamii anatumia hivyo hivyo. Mcheki huyo, ukajipatia viwanja safi na salama. Nani tena haipokelewi? Maana huko haipokelewi, huko haipokelewi. Mbona inaanza? Ikifika hapa 40, yani huko yani sijui ndo kama ikifika nyingi unakata, ikifika nyingi nakata. Kama 40 hata kwenye 40 au 50 hivi. Njoo na huko ni shadi yao. Kazi. Wena. Mnatoa sauti ongezeke. Au ni wasanii, mmoja dada yangu, mmoja ni mamangu mdogo. Hapo nikawa naelekeza script, tunasoma script. Script ni ngumu sana. Maneno yake ni marefu, yani marefu balaa. Mpaka nikasema, alafu mimi nilikuwa nimetumia script muda mrefu sikusoma. Najuaga tu mimi nikifika location ndo nasoma hapo afu chapu namaliza. Alafu naua, lakini hamwezi amini kilichonikuta ndugu yenu. Bwana, tukawa tunasoma script, naambia mimi sijakalila hata kidogo na sina mpango. Nitasoma hapo kwenye shoti na nitaweza. Hiyo si mama la ile la bibi. Wewe tatizo yako umezoea, kwa sio shida. Kumbe wangenijua. Sijashuti muda mrefu. Kwa hiyo nini kama kuna vitu vimepotea poteni, sijashuti sana. Maana muda sana toka mwezi wa 8 nimeacha kushuti. Hapo nikawa naelekeza watu wangu kama watakubali kuonekana, maana wengine hawapendi kamera, wanaume zao. Yaani hawapendi mambo ya kuonekana kwenye mitandao, maybe kwenye kitu chochote hawapendi. Hapo nikawa nauliza ruksa, akaniambia sawa. Basi tajiri yangu kama mnavyomuona naye akawa amekuja kuangalia na kanatuelekeza bwana sitangaza takalio. Hapo nasoma script huko anafanya rehearsal. Mimi muda huo sina script yoyote kichwani. Najikanaga kanyaga tu hapo. Mnaona tena mambo yanaendelea hapo. Naelekezwa, naulizwa script umesoma na nikamwambia nimesoma toka nyumbani. Sikutaka niwaonyeshe picha mbaya au mabosi zangu. Yaani sikutaka kuonyesha kitu chochote ambacho kitavunja moyo. Hapo watu wanaendelea kusoma script. Akasema mimi ndo simu yangu natumika kurekodi kwa, nikasema ngoja nijitoe tu niwaenjoyishe watu wa YouTube waangalie vlog. Mimi nishindwe kufanya kazi, nishindwe kupata hela waliziki wao. Kinatania bwana. Hapo nikawa natoka, nikaambiwa nikachukue viti. Hapo hiyo scene inabidi tuwe tumekaa yani kwenye viti.
tajiri yangu huyo D Agents Company Limited. Jamani, viwanja vyake nani, mimi mwenyewe nina mpango wa kwenda kununua kiwanja Kigamboni kwa sababu ni mwaminifu. Sio kusema tu umenunua kiwanja alafu unakuta kiwanja sijui kilikuwa na mgogoro wote, au kiwanja sijui cha marehemu alikuwa ataka kuuzwa na mizimu. Hakuna viwanja kama hivyo kwake. Viwanja vyake Pambe na sehemu tofauti tofauti. Okay, hapo ndio tulikuwa tunaandaliwa tuanze kushoot, tunavalishwa zile mic, maana alikosa ile boom bosi wangu. Hapo ndo tukaa tunaandaliwa, mimi naanza low juu, sijashuti muda mrefu, au wenzangu hawajawahi, ndo kabisa ni wenzangu na